Sikiliza sasa. Hapa bila. Sawa? Wewe unachukua huyo, mimi nachukua huyo hapa. Hadi utakaponipa pesa zangu. Unaenda wapi? Unataka kukimbia, unaenda wapi we baba? Hivi unajua unachekesha we baba? Haya, ulikuwa unakimbia unaenda wapi? Wewe hata kama ungekimbia ungeingia chini ya ardhi, basi mimi naye tungekutana tu. Wewe hebu nisikilize. Usiongee sana, sawa? Wewe unaongea sana. Nisikilize. Huyu nani? Mjomba wangu. Unajua gharama ngapi natumia kumsomesha mjomba wangu? Habari yako? Salama, shikamo. Marhaba. Mzima umetoka wapi? Nimetoka nyumbani. Huko. Sawa. Hongera, unajua mimi ni daktari. Mimi ni daktari, natibu watu waliovunjika, walioteuka, watu wenye maumivu, yani chochote kinachohusu mifupa au viungo. Mimi ndio professional yangu. Nimetibu watu wengi sana, nimeenda Marekani, nimeenda Sweden, nimekwenda Kigoma, nimekwenda Mwanza, kote huko nimetibu watu. Hata wacheza mpira hawa kisi nani hawa na tibu sana hawa. Hizi timu kubwa zote hizi za mipira mimi ndio daktari wao wa viungo. Unajua kimfacho mtu chake. Na wewe nikikuangalia, Mungu kuna kitu amekupa cha ziada. Na kila mwanadamu hapa chini ya jua kuna kitu cha kipekee ambacho Mungu amempatia. Na hicho tu ndo anapaswa kukibadilisha kuwa mtaji wa kumuingizia kipato. Kwa sababu akipatikana sehemu yoyote ile, alichokujalia Mungu kitu pekee ambacho kinaweza kikakusaidia. Unatakiwa wewe unafanya nini hapa? Mjomba huyu hapo huyu kanambia hivi, eti kwa sababu mimi hapa kibonge mzito niende nyumbani kwake, yeye ni dokta, nikitoka nyumbani kwake na kuwa mwepesi, ndo kanambia huyu baba huyu hapa. Wewe unaongea nini? Tulia. Wewe unaongea nini wewe? Mimi huyu simjui. Nimekutana naye hapa, nilikuwa nimemsimamisha tu, nikawa namuuliza saa hizi ni saa ngapi ili tu nijue muda, kwa sababu mimi sina saa. Kwa hiyo wakati namuuliza, mimi una saa hiyo nini? Hiyo si saa hiyo. Sasa yani iko hivi, mimi ni dokta, mimi ni daktari, mimi ndio mtu ambaye ninatibu watu, yani hichi maeneo yote haya mimi nawatibu watu waliovunjika, watu wenye matatizo. Sasa huyu mimi nilikuwa tu hapa namuuliza muda. Wewe hebu nisikilize. Usiongee sana, sawa? Wewe unaongea sana. Nisikilize. Huyu nani bwana? Mjomba wangu. Unajua gharama ngapi natumia kumsomesha mjomba wangu? Unaona jinsi alivyo? Huyu anatunzwa na mzingatia. Ndio maana umkuta ananenepa kama hivyo. Kwa hiyo unakuja unachukulia mambo simple tu, si ndio? Yaani mjomba wake, yani mimi nilikuwa tu na nani? Sawa, naomba tu niwaache. Mimi nilikuwa tunauliza tu, wala hamna jambo lolote lililotokea. Unaona ananenepa? Huyu mimi namzingatia katika masuala ya kula. Asubuhi lazima apate mayai 3 na supu. Mchana tambi nyama. Usiku wali nyama. Sawa, haina shida. Hayo ni maisha yenu. Mimi nilikuwa nauliza tu basi. Hayo mimi ni maisha yenu, mimi sijui. Unaziweza hizo gharama? Au unaona tu mtu anatembea unachukulia poa tu? Mjomba.
Mbona si hata tujue kula nyama wala tambi? Kelele mpuzi wewe. Wewe unajua nini? Nisikilize mjomba. Kuna option mbili. Kwenda jela au kulipa gharama ninazomsomesha huyu. Sasa mimi nalipa gharama. Mimi nimefanya nini baba yangu Mimi hakuna kitu chochote nilichokifanya. Ina maana kumuuliza mtu saa ni kosa? Saa tu wa Tanzania tumefikia huko kweli? Yaani kuuliza saa tu saizi saa ngapi iwe kosa? Wewe unajua Kwa hiyo unakuja unachukulia mambo simple tu, si ndio? Sawa. Sawa sasa. Hizo nyama na hiyo mifupa na mayai, sawa mimi nitaleta na nitalipa hizo gharama, haina shida. Ina maana wewe niambie tu wapi nikuletee kesho jioni. Leta advance. 46. Wewe baba. Saizi bado asubuhi ndo kwanza mimi naamka naenda kutibu watu huko. Naenda watu waliovunjika mifupa huko, watu wenye matatizo ya viuno. 46 naitoa wapi asubuhi yote hii? Mimi naitoa wapi baba yangu? Sawa. Nitaitaka hiyo pesa. Sawa nitalipa. Tembea. Asante. Natembea. Mjomba. Sasa kulikuwa kuna haja gani ya kumdanganya? Wakati si kila siku tunakula ugali na mlenda nyumbani unasema tuna. Kelele wewe. Puuzi nini? Twende nyumbani. Ondoke. Tembea. Hapo mwache hivyo hivyo. Mwache hivyo hivyo sasa. Hivyo hivyo. Mwachie kabisa, mwachie. Wewe mwache. Mwache. Taratibu. Wewe. Daktari anaumia. Haumii. Hayo ndio matibabu. Twende. Jikaze. Hima. Haya, mwache. Hima. Taratibu. Wewe. Huyu anafanya mazoezi. Kwa hiyo anapofanya mazoezi anatakiwa apewe muda na nafasi ili aweze ajihimize yeye mwenyewe. Sasa daktari anaumia. Haumii. Twende. Wala. Mwacha sasa. We baba utaniua wewe. Mimi siwezi kukuua. Kwa sababu nafanya yote haya kwa ajili ya kukusaidia. Umeelewa? Sasa haya. Niambie. Unajisikiaje sasa hivi? Namshukuru Mungu, naendelea vizuri. Hata mimi naona kwa ahadi ndio kukutana nayo na hayo mazoezi unayofanya utakuwa salama muda si mrefu. Kwa hiyo leo haina haja hata hakuna haja hata ya kubadilisha dawa, si ndio? Hatufungui mguu leo. Aha. Sawa, endelea hivi hivi. Unajua usipende sana kumruhusu mtu akusaidie kila unapofanya mazoezi. Maana yake mazoezi ni tendo la kutengeneza mazoea mapya. Sawa? Kwa unapokuwa unatengeneza hayo mazoea mapya ukitegemea mtu muda wote akusaidie, utashindwa kutambua kwamba hapa tayari una hatua ama la. Naumia. Pole sasa. Usinigusa. Mungu unaniuma kweli, naumia mume wangu. Vumilia sasa mke wangu na wewe. Jikaze mke wangu. Ngoja basi nimpigie dokta. Fanya haraka.
Ngoja basi tulie, nampigia dokta. Subiri basi. Umeelewa vizuri? Sasa kitu unachotakiwa kufanya kabla Halo dokta. Naongea na nani? Namba ngeni. Samani bwana, mgonjwa wangu hapa bado hali yake sio nzuri. Amekufa? Hapana, lakini analalamika maumivu yamezidi kiasi kwamba anashindwa kufanya kitu chochote. Basi haina shida. Nakuja sasa hivi. Sawa dokta. Naomba ufanye haraka lakini samani lakini. Haya sawa. Anakuja. Ndio anakuja sasa hivi, vumilia basi. Kuna usalama? Usalama upo, nimepata kazi nyingine. Kwa hiyo sikiliza, usiache kufanya mazoezi. Endelea kufanya mazoezi asubuhi, mchana, jioni mpaka pale utakapopona, kwa sababu najua baada ya siku 2 utakuwa umepona, sawa Huyo usio anamsaidia sana Usimguse. Huyo hapaswi kuguswa na mtu yoyote. Mimi mikono yangu ndio imebarikiwa tangu marehemu babu aliponiachia mikoba hii ya kutibu watu. Nilikuwa najaribu kumwangalia dokta na kumpa huduma ya kwanza ndio maana. Sasa huduma gani ya kwanza? Ya pili ni ipi? Kwa nini uliniita mimi? Kama nawe ni dokta, kwa nini uliniita mimi sasa? Sawa basi, haina haja ya kuanza tena kuongea maneno mengi dokta. Mimi ninachokihitaji hapa, mpatie huduma mke wangu. Hicho ndio kilichobakia dokta. Sikiliza. Maana yangu ni kwamba huu mguu tayari umeshaoza. Umeoza, hapo kinachofuata ni kwenda hospitali akatwe mguu basi. Sasa dokta, hamna namna nyingine ya kufanya ndo mguu urudi katika hali yake dokta? Akikatwa mguu sasa atatembeaje dokta? Kitu gani sasa? Hapo mimi nitafanya nini? Hamna kingine cha kufanya. Kwa sababu ili huyu tuweze kumnusuru, labda nifunge safari nirudi tena milimani huko. Nikakate tena madawa mengine huko, nihangaike huko, nije hapa. Na hii lazima iwagharimu tena fedha. Sawa, fedha sio tatizo. Ila ninachokihitaji mimi dokta ni huduma. Nahitaji apewe huduma apone mgonjwa. Uko tayari sasa fanya kitu kimoja. Nenda kaandae chumba safi. Ikibidi huyu muogeshe kabisa. Chemsha maji ya moto, weka kwenye beseni, weka mle ndani. Kwa humo ndani tutakuwa ni mimi na yeye tu. Sasa hiyo ni huduma gani dokta ya watu wawili chumbani kweli? Alafu kizingatia wewe mke wangu. Sasa wewe ndio unanifundisha namna ya kutibu. Wewe unajua masharti ya dawa. Umtibu wewe sasa. Umtibu wewe. Wewe unanifundisha mimi namna ya kutibu. Wewe unajua mimi nikojifunza hii dawa. Haina haja. Mimi ninachokihitaji ni huduma. Vyovyote vile unavyotaka wewe, mimi niko tayari. Ninachokihitaji mimi dokta ni huduma. Fanya hivyo. Andaa matibabu, mimi naenda kutafuta hiyo dawa, muandae na kuja, sawa? Hilo halina shida. Umeelewa huyu atapona tu, atakuwa sawa. Sawa tu. Tamshughulikia vizuri sana, hili tatizo dogo sana kwangu. Nimeambiwa nisikuguse. Achia. Mimi mtoto mdogo natembea na hela kibao. Hebu shika. Tembea. Simu yako unaitaka? Tembea. Afu na bahati na kuchukulia kibosi sana mdogo wangu. Tembea. Kaka.
wapi? Unataka kukimbia unaenda wapi we baba? Hivi unajua unachekesha we baba? Haya ulikuwa unakimbia unaenda wapi? Wewe hata kama ungekimbia ungeingia chini ya ardhi, basi mimi naye tungekutana tu. Sasa basi naomba unisikilize. Nimekuja na mambo haya mawili. Katika mambo haya mawili naomba uchague moja. Unilipe pesa zangu au uende ukamtibia yule mgonjwa kule nyumbani. Wewe pesa zipi unazungumzia? Yaani pesa ulizotoa kwa ajili ya matibabu ya mgonjwa ndio unataka nikurudishie? Wewe nani alikwambia kitu kikienda kwa mganga huwa kinarudi mama? Wewe mama unachekesha kwa. Nani alikwambia kitu kikienda kwa mganga kinarudi? Kitu kikishaenda kwa mganga hakirudi mama. Hiyo pesa ulitoa kwa ajili ya matibabu na matibabu yanaendelea. Labda kitu cha ziada ambacho ungeniambia hapa ni kwamba tuongeze tu juhudi katika matibabu. Sio kwamba nikurudishie pesa. Pesa gani? Kwa misingi ipi? Kwa nini? Kwa sasa hivi unajikuta wewe mwamba, si ndio? Badala ya kuja kuchukua vile 50,000 kule, ukikaa kidogo 100,000, ukikaa kidogo 50,000, sasa unajikuta mwamba. Naomba unisikilize. Usinichukulie mimi udhaifu kaniona mimi mtoto wa kike. Nitakuja kukufanyia kitu kibaya au utakuja kuamini katika maisha yako. Kitu kikishaenda kwa mganga mama huwa hakirudi hata kwa bahati mbaya. Nakwambia hivi, naenda nyumbani kwangu. Nataka baadaye uje kule. Na usipokuja, itakuja kukufurahisha. Wewe usinitishe mimi wewe. Mama mimi. Mjomba. Wewe vipi tena? Umeniibia. Umeibiwa? Niibia mjomba. Yaani sikiliza, huyu mama ametoka hapa, kuna shida zake zilizokuwa zimemleta hapa. Kwa hiyo ameamua hasira amalizie kwako, si ndio? Mimi kanibia mbaba pokula na ndevu. Baba. Ndio. Yaani umekabwa na mbaba. Ndio. Hapo kanipiga hapa. Alikupiga? Kanipiga hivi hapo. Yaani amekupiga umeumia? Ndio. Mbaba? Ndio. Kanikatia mpaka viatu vyangu.